Na nini somo la leo tutajifunza kuhusu ushirika katika vita. Hilo ndio somo la leo. Kama tuko pamoja ni somo kwa wako namna hivi. Leo tunajifunza kuhusu ushirika katika vita. Hilo ndio somo la leo. Na kabla ya kuendelea kwanza kuzungumza yaliyo ndani zaidi, tutakwenda kuangalia kwanza ushirika ni nini na tuangalie vita ni nini. Na mada yetu kuu ama andiko inapatikana kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi ile 4. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana, wakisema, ni nani atakayekwea kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanaani ili kupigana nao? Bwana akasema, Yuda atakwea. Tazama, nimeitia hiyo nchi mkononi mwake. Amen. Ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake, kwea wewe pamoja nami katika kura yangu, ili tupate kupigana na Wakanaani, kisha mimi nami nitakwenda pamoja nawe katika kura yako. Basi Simeoni akaenda pamoja naye. Yuda akakwea naye, Bwana akawatia Wakanaani na Waperuzi mkononi mwao, nao akawapiga huko Bezeki Edoni. Amen. Amen. Asante sana kwa usomaji mzuri. Mesikia habari ambazo zipo mahali hapo. Kabla ya kueleza hilo somo, natamani kwanza tuendelee kwanza kueleza nini maana ya ushirika. Ushirika ni nini? Nilipokuwa kabisa nikitafakari, Roho Mtakatifu akinena kwa ajili yangu, akanifundisha kwamba ushirika ni hali ya watu kuwa pamoja kwa uhusiano wa karibu, kushirikiana, kusaidiana na kwa malengo ya maisha yanayowaunganisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio maana ya ushirika. Ushirika ni hali ya watu kuwa pamoja kwa uhusiano wa karibu, kushirikiana, kusaidiana na kuwa na lengo au maisha yanayowaunganisha. Bwana asifiwe sana. Kwa namna nyingine ni kuwa pamoja kwa upendo na umoja, kushirikiana mawazo, kazi, mali au malengo. Hayo ndio maana ya ushirika. Bwana asifiwe sana. Ushirika unajumuisha mahusiano ya karibu kati ya waumini na Mungu, ama kushirikiana katika maisha ya kiroho kama vile maombi, neno la Mungu, ibada na msaada wa upendo. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio inaitwa maana ya ushirika. Na ninapozungumza sasa upande ya vita, vita ni mapambano kati ya taifa na taifa lingine, ama upate adui na adui mwingine. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mtumishi wa Mungu amesoma mahali hapo, akasema kwamba wakati ambapo wana wa Israeli walipompoteza Yoshua kama kiongozi, najua walianza kufezeheka, walianza kunungulika, walikuwa na mawazo wakisema, kwa sababu Joshua alikuwa anachukua nafasi kubwa kama kiongozi. Na unajua mtu akiwa kiongozi ndani ya kundi linakuwa kabisa, ninaamini hapa tuko na shujaa, hatuwezi kabisa kutikisika. Kuna vile Israeli walikuwa wanaamini Joshua sana, maana Mungu alimtumia Joshua kuwa msaada kwa ajili ya Israeli. Bwana asifiwe sana. Na wakati alipokufa, Israeli wakawa kabisa katika maswali, wakaanza kujiuliza, sasa yule adui ambaye tunapambana naye ni nani tena atatutia morali ili tuende kupambana naye? Katika vita kunahitaji morali. Bwana asifiwe sana. Katika vita kunahitaji morali. Wakaanza kutafakari, nani tena atatutia morali? Nani atasimama tena mbele yetu kama vile kiongozi na sisi tumfuate? Nani atatuambia vile Mungu anapangilia kuhusu maisha yetu, kuhusu vita? Bwana asifiwe. Lakini wakaanza kutafakari, lakini sikia, Mungu akawa faraja kwao. Mungu akawaambia, msifadhaike kwa sababu ya Joshua kufariki. Nitawaonyesha ukuu wa Mungu kwa sababu mimi ni Mungu. Akawaambia, nyamazeni mtaona. Akaanza kuambia, sasa kama vile Joshua amefariki, mimi nitawatumia sasa mtu mwingine ambaye atafanya kama vile Joshua zaidi, ili kupambana na taifa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mapambano kunahitaji uhusiano. Bwana asifiwe sana. Tulisomea kitabu cha Yohana wa kwanza sura 1:7. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen.
bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru. Bali tukienenda katika nuru. Twashirikiana sisi kwa sisi. Twashirikiana sisi kwa sisi. Na damu yake Yesu, haleluya, mwana wake, yatusafisha dhambi yote. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Kumbe watu hawawezi wakashirikiana kama kabisa nuru haijawaangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi pia tunajua kwamba ushirika unatia nguvu. Pia ushirika unaleta kabisa uhusiano mzuri. Mungu atusaidie sana. Ushirika unaondoa woga. Mtu akiwa ameshirikiana na mtu mwingine, iwe safari ya vita, kama umekuwa pamoja, ile safari inakuwa kabisa ina kamoro na tena inatengeneza nguvu. Ushirika unatengeneza nguvu na ushirika unaleta pia upendo. Mtu hawezi akashirikiana na mtu mwingine kama hajampenda. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo maana neno la Mungu linasema kwamba tukiwa kabisa tumeangaziwa nuru, hapo ndipo sasa ushirika wetu unakuwa sasa umeendelea. Lakini watu ambao wako ndani ya giza hawawezi wakashirikiana ipasavyo ambavyo itamtukuza Mungu. Na wakishirikiana utakuwa ni ushirika ambao uko ushirika potofu ambao tunaita ule ushirika ambao wa kifimason. Bwana asifiwe sana. Na watu wanashirikiana katika vitu mbalimbali. Sijui wanashirikiana na nani? Na sijui wanashirikiana kwa vitu gani? Mungu akusaidie sana. Ushirika inasema unaongeza nguvu, pia ushirika unaleta imani. Wakati ambapo kabisa mtumishi wa Mungu alipokuwa akitafakari habari za kuhusu ushirika, alijua kwamba ushirika, wakati watu wanapoishi katika ushirika, kuna jambo ambalo Mungu pia anatengeneza katikati yao. Jambo ambalo Mungu anatengeneza upendo, Mungu anatengeneza amani, Mungu anatengeneza nguvu ni katikati yao, na wanakuwa na bidii katika kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata wakati watu wanashirikiana katika umoja, adui pia anakosa amani. Maana umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Bwana asifiwe sana. Ninakumbuka kuna wakati ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 2:42, hapo kuna habari za Petro. Mtumishi wangu alisomea mahali hapo, Matendo ya Mitume sura 2:42. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wake wa 42. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali. Amen. Hebu tuchape makofi kwa utukufu wa Mungu. Amen, amen. Wakawa wakidumu katika fundisho, wakidumu katika maombi, wakidumu katika ushirika, wakidumu katika maombi na katika kusali, mambo mengine. Na hapo ndipo muujiza ulionekana. Hizi ni habari za Petro. Wakati Petro kabisa alipokuwa akihubiri katika mkutano kama huu mkubwa zaidi na ule zaidi ya huu, alihubiri. Neno la Mungu linasema watu waliokoka wapata 3,000. Wakati walipookoka hao watu, sikia, watu wakamuuliza Petro, tufanye nini? Maana watu waliposikia neno, jambo la kwanza ambalo walifanya, walianza kuanza kuchomwa mioyo. Hatua ya kwanza ya watu kusikia neno, watu wanachoma kwanza mioyo. Baada ya kuchoma mioyo, watu wanachukua hatua ya kufanya. Lakini kwa sasa watu hawachomi mioyo. Hata mhubiri na mwanadamu, watu kuchoma mioyo hayawezi kuchomeka. Utakuta watu kabisa wanatafakari, na kuna sababu kubwa zinazofanya watu wasichome mioyo. Jambo la kwanza linalosababisha Ukristo wa leo watu hawachomi mioyo wakati watu wanahubiri, jambo la kwanza, watu wanakosa umakini wa kusikia neno. Utapata mtu anaikala kwenye kiti, lakini hafocus vile mhubiri anahubiri. Utakuta watu wengine wako kanisani, lakini wanachati. Mungu atuhurumie sana. Watu wanachati kwa simu, wako Facebook, wengine wako kwenye WhatsApp, wengine wako kwenye Instagram, wako wanachati na mhubiri kwa nahubiri. Hata nihubiri aje, neno haliwezi likachoma moyo wako. Watu wanaochoma mioyo ni watu ambao wako makini wakisikiliza neno, alafu watamuuliza mhubiri, tufanye nini ili tupate kuokoka? Mungu atusaidie sana. Lakini Ukristo wa sasa
Utapata hata mhubiri akisimama akianza kuhubiri, walio wengi unaona wanaanza kwenda nje kuikana nchi, lakini sio kanisa letu. Na kama Mungu mahali hapa ubadilike, maana Mungu anatamani watu wakae wasikilize neno la uzima litakalo waokoa na kuwasaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Hakuna vitu vingine vitakavyotusaidia pasipo neno la Mungu. Msaada wetu ni neno la Mungu, mwongozo wetu na taa ya maisha yetu ni neno la Mungu. Hauwezi ukaangaziwa, hauwezi ukachomwa mioyo kama haufocus, kama haudhulii kwa kusikia neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu akujalie neema uishi maisha ya kubadilika, ya kusikia wahubiri vile wanahubiri na uchukue hatua ndani ya huu mwaka wa 2026. Usiishi kama vile ulivyoishi mwaka wa 2025. Badilika. Mungu anashabaha na wewe. Wakaanza kuishi katika fundisho la mitume, wakaishi katika kuomba, wakaishi katika ushirika, wakaishi katika kila jambo ambalo lililompendeza Mungu, wakaacha mambo yao ya kale. Ikiwa walikuwa wanaishi katika mambo ya usuhuduma, walikuwa wanaishi ndani ya mambo ya ugomvi, walikuwa wanaishi katika mambo ya fitina, wakayatupa yote, wakaanza kufuata yale ambayo mitume walikuwa wanaishi. Bwana asifiwe sana. Wanatupa yale yote. Ikiwa na wewe ndani ya mwaka wa 2025 uliishi ukiwasengenya watu, uliishi ukiwateta watu, uliishi ukifanya kila maafu mabaya, huu mwaka usiishi hivyo. Fuata maagizo ya mitume, fuata vile ninavyohubiri mimi. Usione tena Petro, ona Samueli mbele zako ambaye anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Fuata neno la Mungu. Neno la Mungu litubadilishe, tuokoke, tufanane na Yesu. Hatuwezi tukapiga vita ikiwa tujaokoka. Biblia inasema ya kwamba umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Hapa tunaona nguvu katika ushirika, na imeandikwa kwenye maandiko matakatifu kwamba tukusanyikapo wawili ama watatu kwa jina la Yesu Kristo, naye yupo pamoja nao. Unaona kama kuna faida kubwa ya watu wa ushirika, kuna faida kubwa na baraka watu kushirikiana. Lakini kwa sasa Mungu hapendezi watu kushirikiana tu ndani ya kanisa hivi alafu ile twende nyumbani, lakini fikapo wakati ya maombi watu wanakwepa maombi na unatamani kushinda. Hello, tunakusanyika ndani ya kanisa umati namna hii, lakini wanapotangaza maombi tuonekane watu 10, watu 6, na unatamani kushinda katika huu mwaka. Hiyo vitu usitamani kukishinda. Bwana asifiwe sana. Kristo Yesu anatamani watu tuwe na ushirika katika kila namna. Tushirikiane katika kuomba, katika mafundisho. Ushirika unaleta nguvu. Ushirika unaleta ushindi. Tushirikiane kama vile mitume walivyokuwa kabisa na hiyo desturi ya kushirikiana, na wale waliookoka wakaanza kuiga ule mtindo wa mitume, na sisi tufanane namna hivyo. Mhubiri 4 mstari wa 12. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga. Usikie hiyo habari hapo. Wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe kuna wepesi mtu mmoja kushinda, lakini watu wakiwa wameungana wawili watatu, kuna nguvu. Bwana asifiwe sana. Umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Na mhubiri akasema kwamba kama vile mtu ni mmoja, kuna wepesi shetani ama adui kumwangusha, lakini watu wakiwa wawili watatu wamekusanyika kwa jambo moja, yule adui pia anaogopa. Na ndiyo maana tushirikiane kwa pamoja. Adui anaanguka, adui anakimbia wakati ameona watu wamekusanyika. Kumbe kuna nguvu katika zile nyuzi 3. Kamba ikiwa kabisa imeumbwa kwa nyuzi 3, hakuna kabisa ule urahisi wa kuikata, kwa sababu kuna nguvu mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Mhubiri anasema katika ile mstari wa 9, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapataa ishara ama wapatao ishara wanasema ya kwamba mtu huyu anaweza kasimama na anasaidia mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ishara njema kwa kazi yao. Na sisi tujisaidie sana, tuungane kwa pamoja kwa jambo la ushirika, ili Mungu ajitukuze pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mhubiri anasema kwamba
ya kwamba kuna nguvu katika nyuzi ya kamba tatu. Na mahali hapa ambapo mtumishi wa Mungu tumesoma katika kitabu cha Joshua ile kwanza mstari wa kwanza, hapo kabisa mhubiri amesema kwamba wakati ambapo mtumishi wa Mungu Joshua alipofariki, tumesikia kwamba Israeli walianza kabisa kutafuta mbinu ili pia Mungu wasaidie wapate kiongozi mwingine. Na hivyo sasa walihitaji wapate mwelekeo mpya Israeli kutoka kwa Mungu. Hiyo wakati, Bwana Yesu asifiwe sana, walitamani wapate mwelekeo mpya kutoka kwa Mungu, na Israeli hawakuchukua hatua kwa uharaka bila Mungu. Hiyo wakati hawakuchukua uharaka mpya ama uharaka wa kufanya jambo bila Mungu mwenyewe. Israeli hawakuchukua hatua kwa uharaka bila Mungu, bali walimuuliza kwanza Mungu. Hii inaonyesha kwamba kuna hali ya kumtegemea uongozi wa Mungu kabla ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ilionyesha hali ya kumtegemea Mungu ama uongozi wa Mungu kabla ya vita kuanza. Na mimi pia ninajua kwamba tuko katika vita, na vita tulivyo navyo kwa sasa si vita vya damu na nyama, bali ni vita juu ya falme na mamlaka yake, juu ya wakuu wa pepo, juu ya wafalme wote wa giza hili, na kuwashinda inabidi tuwe na ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe na ushirika katika vita, na hivyo ndio vita mimi ninaongelea. Siongelei vita vya damu na nyama, bali naongelea vita juu ya falme na mamlaka yake. Shetani ana vita juu yetu. Wakati mtu anapookoka, sikia, wakati unapoamini Yesu Kristo, mara moja unaanza vita, kwa sababu umehamishwa katika falme fulani na unaingizwa kwenye falme nyingine. Yule ambaye alikuwa anakushika anaanza kupambana vita na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tushirikiane pamoja katika vita. Mungu atatusaidia. Mungu atatujalia neema. Na hapo kabisa katika Waamuzi, swali linauliza kwamba linaonyesha kwamba kulikuwa na vita bado, na hiyo vita vilikuwa vijaisha licha ya Yoshua kufariki. Wakaendelea kumsihi Mungu awasaidie, awape kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alitoa mwelekeo wazi kufuatana na vile walivyomuomba. Hii inaonyesha kwamba kabila ya Yuda lilichukua uongozi. Hapa kuna pointi nzuri sana ambayo nimejifunza mahali hapo. Katika versi ya pili inaonyesha kwamba ushindi tayari umehakikishwa na Mungu kabla ya mapambano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushindi umeanza kabisa kuonyesha kama ushindi upo na mapambano bado. Ushindi hutangulia katika ahadi ya Mungu kabla ya kuonekana kwa macho ya wanadamu. Wakolosai 1:13. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen, amen. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Amen. Naye alituhamisha. Nani alituhamisha? Ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kuna jambo mawili mahali hapo. Jambo la kwanza ni kuokoa. Jambo la pili ni kuhamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alituokoa. Wakati alipotuokoa hakuishia mahali hapo, akatuhamisha. Kwa sababu angelituashia huko, yule ibilisi angelituingiza tena katika falme zake. Lakini akaona ya kwamba hivi nimewaokoa, inapata sasa niwahamishe mtoke kwenye falme za giza ili muingizwe sasa katika ushirika ama katika utakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema ya kwamba kwa sababu hiyo mimi kabisa niliwaokoa katika nguvu za giza, nikawahamisha na kuwaingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hivyo ndivyo Mungu alivyotufanya. Na wakati mtu yuko katika vita, wakati mtu bado yuko kwenye giza, unakuwa kabisa bado haujaangaziwa, unatenda kila jambo ambalo wewe unapenda kulifanya, na unaweza ukazini, unaweza ukasharatika, unaweza ukaiba, kwa sababu ndani katika giza, na utasikia kabisa moyo unakuambia kama umefanya dhambi, kwa sababu kuna baada ya jambo ambalo wewe hujaangaziwa. Lakini wale ambao wameangaziwa hawawezi
hawawezi tena wakafanya jambo hilo, kwa sababu wamehamishwa katika falme za ule mwovu na wakaingizwa katika falme za mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama wewe umehamishwa ama bado ndani katika hiyo site. Wale ambao wamehamishwa wanakuwa wanafanya mambo za yule ambaye aliwahamisha. Hello. Wale ambao wamehamishwa katika falme za giza wakaingizwa katika falme za Mungu, wanaanza kufanya mambo za ufalme, hawafanyi tena mambo za giza. Yule shetani, wakati ambapo tunapohamishwa, usifikirie ya kwamba shetani amekimbia amekuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambapo tunahamishwa katika falme za shetani, Mungu anatuingiza katika falme zake, lakini yule mwovu bado anatufuatilia katika falme za Mungu. Tujipe moyo, tupambane vita, maana shetani bado anatutafuta kutuwinda. Umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Tushirikiane kwa pamoja huu mwaka wa 2026 ili tumkanyage shetani, ili tumpinge ibilisi, naye atakimbia katikati yetu. Kuna nguvu katika umoja. Ikiwa wewe uliokoka ukaingizwa katika falme za Mungu, tayari unaingizwa kwenye vita, kwa sababu yule ambaye alikuwa anakumiliki, usifikiri kwamba amekufungua tu hivi akakuacha. Bado anakutafuta na kuwinda ili akurejeshe tena katika falme zake, usipoomba kwa bidii. Mungu atusaidie sana. Kuna jambo ambalo nataka tutafakari mahali hapa. Tutatafakari kwanza kidogo kuhusu nchi. Unajua, katika maisha ya Ukristo, Mkristo anapashwa aelewe yuko na silaha ya aina gani katika vita. Ikiwa silaha yako kabisa haina kiwango cha kumwangusha shetani, uweze kuangalia ndani ya huu mwaka kama vile utanunua silaha zingine. Bwana asifiwe sana. Angalia jinsi utamwambia Mungu akuongezea nguvu ya silaha yako, kwa sababu bila nguvu ya silaha huwezi kama kumshinda shetani. Maana vita ambavyo sisi tunapambana navyo si vita vya damu na nyama, bali ni vita ya falme. Unisikie, na huyu mfalme ana nguvu sana, ana mamlaka sana, kwa sababu naye anakuinda na sisi tunamuinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambapo nilikuwa natafakari kuhusu nchi, kuna jambo ambalo nimejifunza mahali hapo. Unaona, nchi haiwezi kuwa peipu sana kwa sababu ya mambo kadhaa. Unifuate vizuri. Nchi haiwezi kuwa nchi yenye iko na nguvu ama peipu sana kwa sababu ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, haiwezi kuwa peipu sana kwa sababu ya nguvu ya uchumi. Pia haiwezi kuwa peipu sana kwa sababu ya nguvu ya jeshi yenye silaha nzito na kisiasa. Lakini hiyo nchi inaitwa kuwa peipu sana kwa sababu ina silaha ngumu na nzito ambazo za kumshambulia adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema ya kwamba nchi haiwezi kuwa peipu sana kwa sababu tu ya ile tu uzito wa uchumi, lakini nchi inaitwa kuwa peipu sana kwa sababu ya jeshi yenye silaha na kisasa na uwezo wa kulinda na kumshambulia adui. Hiyo ni moja kabisa ambayo inafanya pei iwe peipu sana. Pei iwe na jeshi ambalo liko na nguvu, tena hiyo nchi iwe na silaha ambazo ziko na kisasa, silaha ambazo kabisa zina uwezo ya kuintimidate adui. Hata kwa sasa nimeshangaa mpaka hivi nchi zingali zinatafuta masilaha kuongeza. Kila nchi inatafuta jinsi ya kuongeza silaha zingine ili iitwe kuwa peipu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe hakuna mbinu ambayo unaifanya ili uongeze nguvu ya silaha zako. Ule mwaka ambao uliopita uliomba limoja, yawezekana pia hata hukufunga. Na huu mwaka wa 2026 unatamani tena uendelee kuishi hivyo hivyo. Mungu akujalie neema. Angalia zile nchi zinatafuta kuongeza silaha kwa ajili ya ulinzi wa nchi zao, lakini wewe hautafuti njia ya kuongeza bidii kwa ajili ya kumshambulia adui. Unakaa tu hivyo ukisema Mungu atanisaidia. Ndio, msaada wetu ni Mungu, lakini silaha yako iko namna gani? Je, unatafuta mbinu ya kumwambia Mungu akuongezee bidii silaha yako ambayo uko nayo
iweze kuimarika ili mpige adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila nchi ina vifaa, ila haitosheki na hivyo vifaa hivyo navyo, inatafuta mbinu ya kuongeza vifaa, lakini wewe hautafuti mbinu. Adui haogopi uniform. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui haogopi uniform ya askari, sababu yeye pia iko na uniform. Unajua maadui pia nao hawaingii vitani kwa sababu hivi. Maagent nao pia wanaelewa, na kila agent ambaye anatutafuta, wale wachawi na walozi wanaelewa maaskari wenyewe wako kwenye kila kanisa. Kama hili kanisa kuna mtu anawasumbua, wanajua hili kanisa kuna baadhi ya watu wanasumbua ndani ya hili kanisa. Wanajua hizi kanisa zote zenye ziko Kakuma, maagenti wa shetani wanaelewa, wana silaha nzito za kumshambulia yule ambaye anayemsumbua. Lakini sisi hatu create new style ya kupigana na ibilisi. Ile style tuliyokuwa nayo mwaka wa 2025 ndio style tuko nayo, hata kuna watu wengine wameipoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu atusaidie sana, kwa sababu uniform haimutishi adui. Mtu kuitwa askofu, ukavaa ile koti ya askofu, ukaweka ile kolne ambayo tunaita kol pastoral, ukasema kwa sauti ya kipastor, ukasema Bwana Yesu asifiwe. Shetani haimutishi sauti kama na hii, lakini shetani anatishika kwa sababu ya maombi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani hatishiki kwa sababu umeongea sauti ya mgurumo. Shetani hatishiki kwa sababu wewe kabisa unaingia kanisani kila siku, ila shetani anaogopa kwa sababu unaomba sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anaogopa kwa sababu unaomba sana. Shetani anaogopa kwa sababu unafunga sana. Hata kuna aina nyingi za pepo zitoki mpaka tufunge na kusali. Wewe una majaribu ya kila aina, lakini unakaa kama mtu mwenye hana shida, na uko na shida ambazo zinakulemelea. Si kwamba huna majaribu, si kwamba huna matatizo, lakini wewe haufunguliwi macho, uko kipofu, hauoni kama uko na shida, hauoni kama shetani anakuinda, lakini unakaa tu hivyo hivyo bila hata kumuomba Mungu akusaidie. Mungu atusaidie sana. Shetani haogopi wingi wa watu kwa kanisa. Unaona hivi tuko hivi, hili kanisa linaweza likajaa watu na wachawi wanalichezea kila siku. Shetani haogopi wingi wa watu, lakini shetani anaogopa vile mnavyoomba, vile mnavyoshirikiana kwa umoja, na hivyo ndivyo anavyowasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi tuwe umoja. Kuna habari moja nimesikia, kanisa za nyumbani mahali fulani, wachawi walikuwa wanasema kanisa fulani, hilo kanisa tuko na waagenti wetu mahali hapo wanakaa, na utajikuta kwamba wanapotuma mtu aende kuhudhuria kwenye hiyo ibada, utakuta watu hawajui kama wako na waagenti wa ibilisi, na watakaa hapo bila kukoseshwa hata amani. Wanahubiri, wanasikia, wanasema hubiri wewe ili umalize wende. Hili ni kanisa letu, kulishakalishika. Wanalichezea vile wanavyotaka. Lakini kanisa la Mungu ambalo liliokoa kwa damu haliwezi likachezewa na wachawi. Amen. Haliwezi likachezewa na walozi. Wanapokuja hata kwenye madirisha wanapata matazi na waka. Wakiingia kwenye kanisa wanaona matazi na waka na milango na waka. Waanze kuogopa kutisha. Lakini wanapoingia mkanisa wanaingia tu kama vile wanataka. Mungu atusaidie sana. Hata maagenti wanafunga, lakini wewe haufungi. Umemaliza mwaka wa 2025 bila hata kufunga, na hata tunatangaza mafungo, unaona kama watumishi wanakukera. Lakini agent kama anafunga kwa ajili ya kushambulia, haswa wewe. Kuna agent mmoja alikuwa ametumwa kwa kikao, wakamwambia fungi msafara. Wakati alipokuwa kwenye ndege, atakawa kabisa amefunga. Yule ambaye anayesafiri maji kwenye ndege, wako wanaleta chakula, wanaona msichana hafuli. Lakini wapasta
wanakula chakula na wanaenda kwenye mikutano. Yule agent akasema mimi sitakula. Yule mzee akamgeukea agent akamwambia, alikuwa anajua kama ni agent. Anaona msichana wanaleta maji hakunywi, wanaleta chakula kama mikate hakuli. Yule mzee akamwambia, dada, vikwaje? Mbona wewe haukuli? Tumepanda ndege, tumefika hapa, wamepeana maji haukunywi, chakula wameleta hukuli, kwa nini? Akamwambia, baba, mimi nimeambiwa kwamba nisile njiani. Mimi niko tofauti na nyinyi. Wewe ni nani? Mimi ni agent. Nimeambiwa nisikule, nifunge mpaka nifike kwenye mkutano. Amepewa ya kwamba afunge ili aende kuharibu mkutano wa Mungu. Lakini watumishi wenye walikuwa ndani ya hiyo ndege wanaenda kwa mkutano, wanakula mikate. Wanakula mikate. Wanaleta maji. Wakileta maji wanasema leta nyingine. Mikate, leta mikate. Wanakula bila hata kujali. Lakini agent anafunga ili aende kutushambulia watu wa Mungu. Unaona hiyo habari kweli mbaya? Mpaka Mungu anaangalia, naona kama huyu agent anafunga ili aende kushambulia taifa langu, kwa nini hao watumishi wao hawafungi ndani ya hii safari? Usiwe miongoni mwa wale ambao wafungaji. Huu mwaka wa 2026 tengeneza hatua ya kufunga, tengeneza hatua ya ushirika na watu wengine ili tukushambulia adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza ushirika wa umoja ili tukushambulia adui. Maombi ni silaha kubwa yetu ya kumshambulia adui ili tuweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, ukimkuta askari porini amevaa vazi la jeshi, kama hana silaha hawezi kukutisha sana. Atakutisha, lakini ule uwezo wa kukumiliki ili akuue kama hana silaha na kisu itakuwa ni vigumu. Na wewe utasema na mimi ndio kwanza tupambane. Kwa sababu vazi la jeshi halimtishi sana mtu. Lakini inaweza kuwa ni jambo la kutisha, lakini sio 80% ama 100% kutisha mtu. Lakini ukiangalia mtu amekuwa ndani ya jeshi, iko tu na ile vazi ya jeshi, lakini hana silaha. Huyo mtu hata askari mtu mwingine ama mtu wa kawaida anaweza kumshika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hana silaha. Na watu ambao wameelewa aina ya vita, vita vinapangwa ama vinapiganwa katika staili tofauti. Yule ambaye yuko na silaha, kuna yule ambaye anapiga vita akiwa amelala, na kuna yule ambaye anapiga vita akiwa kabisa amevaa viatu, amevaa socks, amevaa kila kitu ambacho kinahusika kwa ajili ya vita ili kupambana na adui. Hivyo ni vita vya kimwili. Na huyo mtu anaelewa kwamba hivi naenda kupambana na adui ambaye ni mkali sana. Anatoka nyumbani amejiandaa, ameprepare vizuri na silaha yake ameiandaa vizuri. Lakini wewe unatamani kupambana vita mustari ya kulala. Wakristo wa leo wanapokuwa ndani ya kitanda wamelala, wanaanza kuomba. Unakuta wengi wanaanza hata kukosa hata maneno ya kuomba. Kuliko kumshukuru Mungu, mwambie Mungu, Baba nakuomba unifunike. Wanaomba na kuomba shetani unifunike. Kwa sababu gani? Wameenda katika vita wakalala na silaha, hawana silaha nzito kwenye vita. Kama hamjashuka, unaanza kuomba maombi ambayo kabisa hayana nguvu na mwelekeo. Kuliko mwambie Yesu akufunike, unamwambia shetani akufunike. Wewe endelea kuomba kufunike, shetani ndo akufunika. Mungu atuhurumie sana. Jitahidi sana kubadilisha style. Si kila mtu ambaye anaweza kupambana hivi vita ambavyo vinahusu katika kulala. Wengi wanatamani kupambana vita usiku, wakati ambapo wamelala ndani ya shuka. Amelala kitandani na akajifunika shuka namna hivi. Alafu anaanza kumwambia Baba na kuomba unisaidie. Kuliko kuomba maombi ya dakika moja, anaomba tu sekunde. Na kuna wengine ambao wameweka maombi kwenye ukuta. Wanamwambia Mungu, angalia Baba mahali hapa. Mimi sina ya kueleza. Na kuna wengine wanasema Mungu unajua yote, naomba Baba utazame hivi. Mungu atuhurumie sana. Wakati ambapo shetani anatafuta mbinu za kukupiga usiku, wewe unaomba maombi ya udhaifu. Ikifika usiku mamilioni za usiku, masaa 6 za usiku, hapo ndipo anaanza kuota
Unaona wanakuchukua na kudumbukiza kwenye shimo. Jina Yesu. Nini bali? Nimeota nimedumbukia kwenye shimo, nimeota mtu amenichukua. Mkristo. Bana kuchukua ndani ya shimo. Haujaomba vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia unapelekwa ndani ya shimo, mtu anakuchukua na anakufunga karaka. Wewe tu piga hatua ya kuomba kabisa. Usingoje kusema. Ambia Mungu akusaidie. Wakristo wa kweli wanaota wako kwenye furaha, kwenye mikutano, wanaona watu wakiimba, wanaona Mungu akiwaambia jinsi ya hivi na hivi. Hiyo ndio maisha mazuri ya Ukristo ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, upambanaji wako wa vita unaopambana namna gani? Waefeso ile 6 mstari wa 10 inasema, hatimaye ndugu, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu bila exception. Tuvae silaha zote za Mungu. Lakini wewe hauna hata silaha moja na unasema wewe ni askari. Askari gani mwenye ana silaha? Haupendi kuomba, haupendi kufunga, unajiita uko askari. Mungu atuhurumie sana. Hakuna askari bila maombi, hakuna askari bila kufunga. Hajawahi kuwa. Ukitamani kabisa kushinda, wewe jiingize katika hatua ya kuitwa askari mzuri. Vaa silaha katika usikari wako. Vaa silaha katika maombi yako. Ambia Mungu akusaidie. Ambia Mungu akuongezee nguvu katika kupigana. Maana vita si vyetu, bali vita ni vya Bwana.